Mikononi mwangu ninayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Kwenye katiba hii kuna kipengele kinachozungumzia habari ya haki ya uhuru wa mawazo. Katika sehemu ya 3 ya sura ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 18 inazungumzia habari ya haki ya uhuru wa mawazo. Katika hiyo ibara ya 18 kipengele kidogo cha A, naweza nikasoma B, C, D mpaka takavyoweza. Kipengele A cha ibara ya 18 katika haki ya uhuru wa mawazo inasema kila mtu anao uhuru wa kuwa na maoni na kuelezea fikra zake. Anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi yake, na anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutoingiliwa katika mawasiliano yake. Lakini D anasema anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu ya jamii. Naendelea. Katika ibara ya 19 kipengele cha kwanza anasema kila mtu anastahili kuwa na uhuru wa mawazo, imani na uchaguzi katika mambo ya dini, pamoja na uhuru wa mtu kubadilisha dini au imani yake. Sasa tuachane na masuala ya dini, tuzungumzie habari ya uhuru wa kutoa mawazo na kuelezea fikra zako. Imezungumzwa haki ya uhuru wa mawazo kwa Watanzania wote katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sehemu ya 3 ya sura ya kwanza ya katiba yetu. Sasa katiba yetu imetoa huo uhuru wa mtu kutoa mawazo na kuelezea fikra zake, lakini hofu imekuwa kubwa kwa Watanzania. Pamoja na kwamba katiba hii imetoa angalau kalupo ni haka ka mtu kuweza kuelezea fikra zako, bado hofu ni kubwa katika nchi yetu. Watanzania hawawezi kutoa mawazo yao na kuelezea fikra zao, na wakiweza kufanya hivyo basi wanaweza kufanya kwenye mipira. Huko wanaelezea fikra zao kwa kiwango kikubwa. Huko hata Mohamed Dewji Mo ambaye ni mwekezaji wa Simba anasemwa katika mazingira ambayo mpaka unaogopa, na watu wanaomsema na hata huna uhakika kama hivi wanamuelewa vizuri huyo mtu anayemzungumza na wanachokizungumza wana uhakika nacho, lakini wako huru kiasi kikubwa kuzungumza masuala ya mipira kuanzia asubuhi. Mipira ukifungulia redio zetu na media zote, asubuhi ni mipira, mchana kidogo tunasikia taarifa ya habari, baadaye kidogo mipira. Tunaenda kidogo kuanzia ile saa 10 tunatembea mpaka saa 4 usiku ni mipira, na baada ya hapo tunaingia kwenye tamthilia, na tamthilia baada ya hapo tunaanza kuzungumzia taarifa za mambo ya mapenzi na ngono kwenye media mpaka kuna kucha, kukisha kucha ni mipira. Lakini kwenye mambo ya kinchi na mustakabali wa masuala ya nchi yetu, watu wanaogopa kutoa mawazo yao na kuelezea tu fikra zao. Hofu imekuwa kubwa. Na ni kwa nini hofu? Kwa nini hofu? Mauaji yaliyotokea Oktoba 25 mwaka jana yamewafanya Watanzania kuwa na hofu sana kwenye nchi yao. Wanaogopa kuzungumza, wanaogopa kuelezea fikra zao na kutoa tu maoni yao tu, kutoa tu mawazo yao. Wanaogopa. Hofu ni kubwa kwenye nchi yetu. Bali na kwamba kuna hii lupo ni kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba unaweza kuelezea fikra zako, bado hata hii inaonekana si kitu. Maanake kama watawala wenyewe wanasema hiki ni kijitabu tu, kwa maana yake pia ni hatari kwamba hiki ambacho kinasema ni kijitabu tu, ambacho watawala wetu wameapa kulinda hiki kijitabu, bado hawawezi kukipa nguvu hiki kijitabu.
maana yake hiyo ni hatari. Lakini huo ndio uhalisia. Watu wanayo maumivu na hisia kabisa za kuelezea huzuni zao, machungu yao, wanavyojisikia, lakini wanashindwa kwa sababu ya hofu. Ukisimama kusema na kuelezea fikra zako, tena ukaikosoa serikali, ukaenda kinyume na kile ambacho viongozi wetu wanapenda kukisikia, wanaanza kukuita wewe ni mchochezi, ni mhaini, wewe ni kibaraka wa wazungu, au wanakwenda mbali tu wanakuita wewe ni Chadema. Na ukiitwa Chadema si swala la kujivunia, bali umekusanya kwenye kundi la wale wahalifu. Maana kwenye nchi hii mpinzani amepewa majina yote ya uhalifu na sifa zote mbaya. Jambo lolote baya apewe mpinzani kwenye nchi hii: mhalifu mpinzani, mwandamanaji mpinzani, kibaraka wa wazungu mpinzani, mchochezi mpinzani, wanavuruga amani ya nchi wapinzani, wanashabikia ushoga wapinzani. Kwa hiyo ukiitwa Chadema si jambo pia la salama kwako, ni hatari, kwa sababu Chadema nao wamewa kwenye kundi la watu ambao ni wabaya kwenye nchi yetu. Sasa wenyewe wanakwenda mbali zaidi. Ukitoa maoni yako na kuelezea fikra zako kinyume na matakwa na jinsi ambavyo viongozi na walioko madarakani wanatamani kusikia, watakuita wewe ni mwanaharakati. Na mwanaharakati kwa mujibu wa tafsiri ya watu wa nchi yetu, hasa walioko kwenye mamlaka, mwanaharakati ni mtu yule yule mchochezi, yule yule kibaraka wa wazungu, yule yule anayelipwa na wazungu, yule yule asiyeitakia amani nchi yetu, au yule yule Chadema. Kwa hiyo tunarudi kule kule mwanzo. Kwa hiyo nakuwa hauko salama. Sasa Watanzania kwa kuona tafsiri hizi wanaamua kunyamaza, wasitoe maoni yao na kuelezea fikra zao waonavyo, japo kweli maumivu wanayo, machungu ndani ya mioyo yao wanayo. Kuna kitu wanatamani kusema, lakini hofu ni kubwa kwenye nchi yetu. Inafikia hatua Mtanzania anaogopa kutoa mawazo yake mbele ya waziri mkuu. Siku chache zilizopita waziri mkuu alikuwa mahala fulani katika nchi yetu akiongea na wananchi. Mwananchi mmoja akataka kutoa maoni yake tu, kuuliza swali, lakini aliuliza kwa hofu na wasiwasi mkubwa, swali ambalo ndilo wananchi wanataka, katiba mpya. Akasema waziri mkuu, habari ya katiba mpya hii lini itaeleweka kwenye nchi yetu ili sasa matezo haya yaishe? Najua waziri mkuu, kesho naweza nikaamkia kuzimu, lakini hilo ndio swali langu. Kwenye nchi hii, kwenye nchi yetu, kwenye nchi ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alijisacrifice, akaacha ukuu, angekubali tu kuwa mwalimu na asingehangaika na mambo ya kisiasa, akapambana kuikomboa Tanganyika, na leo tuko huru. Kwenye nchi hii ambayo babu zetu na mababu zetu walikufa wakipigana vita vya Majimaji, akina Mirambo na akina Chifu Mkwawa, wakipigana vita na Wajerumani kwa ajili ya usalama wa nchi hii. Leo kwenye nchi hii ni hofu kutoa maoni yako ama kuuliza swali ambalo linaonekana kidogo kama halisikiki vizuri masikioni mwa watawala. Ni hofu kwenye nchi hii, mbali na kwamba katiba imetoa uhuru wa kuelezea fikra zako na kutoa tu maoni yako uonavyo wewe, lakini bado kwenye nchi hii hofu ni kubwa. Wananchi wameamua kukaa kimya. Lakini tuelewe, hatupasi kuwa na hofu na hatupasi kuchanganya maana ya matumizi ya maneno haya. Hatupasi kuchanganya uhuru wa kutoa maoni na kuelezea fikra tukachanganya na wanaharakati. Uhuru wa kutoa maoni na kuelezea fikra tukachanganya na uchochezi. Hii ni haki ambayo ipo kikatiba, lakini leo inataka kubadilishwa kwa nguvu.
na hasa wale wanaotoa maoni yao wakilia juu ya kutaka haki kuhusu Watanzania wenzao waliouawa Oktoba 29 mwaka jana, wakilia haki ipatikane. Hawa ndio wanaoonekana ni wachochezi kwenye nchi yetu hii. Lakini vijana wa CCM kutwa kucha wako mitandaoni wanatukana watu. Akina Yona yule wa Chalinze pamoja na mwenzake wako pale wanatukana watu, wanasema Chadema ni watu wabaya, wanasema John Heche amekula hela ya michango ya Tundu Lissu, wanasema John Heche anajinufaisha kisiasa kutokana na Tundu Lissu kuwa gerezani, wanasema John Mnyika ndiye aliyemteka mzee Ali Kibao. Hivi maneno haya si uchochezi katika taifa hili ambalo watu tupo kwenye majonzi na kilio kiasi hiki? Hata wengine bado hawajapata miili ya ndugu zao, bado watu wanaomboleza. Lakini vijana wa CCM kwenye nchi hii wamejipa mamlaka na uzalendo, wana uwezo wa kusimama na kusema na kutukana na kutamba wawezavyo, na wanasema wanataka waende nchi nzima eti wakiwaelimisha Watanzania kuhusu masuala ya uzalendo. Kwa maana nyingine, wewe unayelia kuhusu haki unaitwa sio mzalendo kwenye nchi hii, kwa mujibu wa vijana wa CCM, akina Yona wa Chadema na wengine wengi tunawaona mitandaoni. Lakini anayesema kinyume na matakwa yao na mwelekeo wao wanaounga mkono, akaamua kusimama na kulia na wanaolia, wanaoomboleza kuhusu ndugu zao waliokufa, na akapaza sauti akasema tunataka haki, walioua ndugu zetu wawajibike. Huyo ni mchochezi kwenye nchi hii. Hatupasi kuchanganya maana hizi mbili, na hatupasi kuigawa nchi hii kwamba wengine waonekane wana haki sana na wengine hawana haki. Nchi hii ni nchi yetu sote. Kwa hiyo kila mmoja ana haki katika nchi hii. Hakuna mtu fulani hivi kwamba huyu ndiye ana haki zaidi kuliko wengine. Lakini pia serikali ina wajibu kabisa, ina wajibu wa kulinda raia na mali zao. Hatuwezi kuishi kwa hofu kwenye nchi yetu. Ndugu zangu wa Tanzania, ni kweli hofu ni kubwa. Ukiongea mawazo ambayo ni kinyume na wanavyotaka watawala, kwa kweli unakuwa ni hofu, lakini hatuwezi kuishi kwa hofu kwenye nchi yetu. Tukiruhusu hofu itunyang'anye haki yetu hii ya kikatiba ya kuelezea fikra zetu na maoni yetu, hii nchi hii itakuwa katika hali mbaya sana, kwa sababu tutakwenda taratibu, mwisho wa siku tuliowaweka madarakani wataikanyaga chini kabisa katiba, wataanza kuiongoza nchi hii kwa fikra zao na kwa kutumia maogofyo ya jeshi la polisi na dola, na kuwaumiza watu wanaotoa maoni na kuelezea fikra zao kinyume na wanavyotamani kusikia wao. Tusiruhusu hofu itunyang'anye haki yetu ya kikatiba ya kuelezea fikra zetu. Tutatofautiana utashi. The matter is the constitution is here already. Let those with passion, who are passionate about it, to speak out the truth. Let them speak the truth. Don't fear anything in our country, because this is our country. We are not owned by the group of people. No, we own together this country. We have a right to question about how the leadership is being processed in this country according to this constitution. Freedom of speech and expression have been explained clear in this constitution, that everyone must have that rule and that right to speak out his views. Tell us, what do you see about tomorrow? What do you see tomorrow about this country? Tell us.
Don't fear anything. Wale wanaonyamaza kwa kuogopa, usieneze hofu hiyo kwa wenye uthubutu na msukumo wa dhati kabisa kuelezea mawazo yao na maoni yao. Pengine hao ndio wanaoliponya hili taifa. Tafadhali Watanzania wenzangu, tusiruhusu hofu itunyang'anye haki yetu ya kikatiba. Wale wanahofia kusema sasa kwamba watapotezwa, inaweza isiwe salama sana kwao, kwa sababu huenda ukafa kwa sonona tu ambayo itaendelea kukutafuna kutokana na machungu na maumivu ambayo yapo moyoni mwako, lakini hauna sehemu ya kuyatapika yakatoka. Unaendelea kukaa nayo, unaamua kujificha kwenye mipira, na kwenye mipira na penyewe wanakuja, wapo, huwezi kuwakwepa, kwa sababu hata mipira na yenyewe wameifinya, wameifunga hivi. Na bahati nzuri mipira yenyewe ni Simba na Yanga tu, huko nako wapo, wanakuja. Utaamka tu asubuhi umekufa ndani mwako, na watu hawatojua nini shida. Ni sonona ulioitunza kwa muda mrefu. Watanzania tunalia, Watanzania tuna majonzi, na Watanzania mmeamua kujielekeza kuzungumzia masuala ya vita vya Marekani na Irani. Mna ujuzi wa kuelezea masuala ya vita vya Marekani na Irani, yao utafikiri mmezaliwa huko. Watu mmezaliwa tu huko na Chingwea huko, mnalima ufuta huko, huelewi chochote, lakini umeona kitu tu na wewe umekiposti. Watanzania sasa tumekuwa washabiki, tumechagua upande, mimi timu Marekani, mimi timu Irani. Wanaoshabikia Irani kwa sababu ya dini na Uislamu na Uarabu wako hapo, wanaoshabikia Marekani tu kwa sababu ya itikadi za kidini na nini. Jamani, hayo mambo tuachane nayo. Sisi wa Tanzania tuna matatizo yetu, na ni lazima tujielekeze kwenye kutoa mawazo na fikra zetu kuhusu namna ya kutatua matatizo yetu yanayotukabili kwenye nchi yetu. Nchi haina umoja wa kitaifa, hii nchi imegawanyika, nchi na mpasuko. Imefikia hatua leo mtu akifariki wengine wanashangilia. Hatukuwa hivyo katika nchi yetu. Turejee kwenye katiba yetu. Hii hapa imeelezea habari ya uhuru wa mtu kuelezea fikra zake na kutoa maoni yake aonavyo yeye juu ya jambo lolote katika nchi hii. Lakini hofu inayokuzwa kutokana na matendo yaliyotokea Oktoba 29, kutokana na kupotea kwa watu wanaofinywa, wanaokamatwa na kufinywa, inaingia mpaka kuja kuikamata hata hii haki ambayo ipo kwenye katiba yetu. Tukiruhusu haka haki kalikopo hapa ndani kakakanyagwa na kenyewe, nchi yetu itakuwa sasa moja kwa moja tumeikabidhi kwenye mikono ya kuendeshwa katika mfumo ambao si wa kisheria, bali wa fikra na mawazo na maogofyo ya watawala kwa kutumia dola na jeshi na kunyanyasa watu. Tusifike huko wa Tanzania. Na wewe unayeogopa kutumia katiba hii na haki yako ya katiba kuelezea fikra zako, usieneze hofu, usieneze uoga. If you are not passionate about to speak, let those with that inner power and passionate about to speak of their views, let them speak. Maybe they will be doing it for you, for the sake of your salvation too. You just keep silent. Let those with passion to speak, those who dare to stand by their feet and speak out the truth, let them try to do it by using this constitution. Watanzania, tuamke. Tuache kujinyamazisha. Tabia ya kujinyamazisha kana kwamba hakuna tatizo. Kulazimisha kujisahaulisha, yani unalazimisha kujisahaulisha, unalazimisha kujisahaulisha. Watanzania tuacha katabia kakulazimisha kujisahaulisha. Tusimame tuseme mawazo yetu na fikra zetu tuonavyo ili tuijenge nchi hii. Haya yalikuwa ni maoni yangu na fikra zangu ambazo nimezitoa tena leo
nikiwaelekeza Watanzania kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi sio muhaini, mimi sio mchochezi. Mimi ni Mtanzania huru, lofa, maskini tu ambaye sijalipwa, sina pesa, sina jeshi, sina mtu yeyote sijui serikalini kwamba labda nina baba yangu huko yuko juu sana. Ni mimi kama mimi, lakini katika kutafuta kwenye katiba nimeona haka ka nafasi kwamba kumbe ninayo haki ya kusema na kuelezea fikra zangu katika nchi hii. Kwa nini nisiitumie? Na wewe unaipotosha haki hii na kutuaminisha kwamba kila anayetoa maoni yake eti ni mchochezi kwenye nchi hii, acha mara moja kueneza hofu hiyo.